Wababa wana tabia, wanakuta anampenda sana mtoto wake wa kike, wa kiume anamkazia sana, mjinga tu, sitaki kuongea naye. Ukija kwenye professional setting, binadamu tumeumbwa tuwe na mahusiano mbalimbali, ikiwa mahusiano ya kimapenzi, mahusiano ya kirafiki, mahusiano maofisini. Watoto wa kike wanajua namna ya kutengeneza connection, wanajua namna ya kunetwork and looking for people na nini. Watoto wa kiume sababu ya ile kaza, ameambiwa kaza na nini, hata wanapokuja kukua they find it very difficult kunetwork, kuopen, kutengeneza mahusiano na watu, even opening up, just kumsalimia mtu. Akimwona mtoto wa kiume mwingine ambaye unajua kama ulivyosema, kuna watoto wa kiume wengine ambao hapo that's who they are. Akienda sehemu kwenye event anafunguka, amemwona mtu fulani, nice to meet you, mimi naitwa Frank, anaambia Frank anapenda kujichekesha kwa watu, yani tabia za umama. Ndio unakutaga hao akina Frank wana excel, baadaye wanakuambia mtu kama Frank yao wanafanikiwaga hao. It's because wanajua namna ya kutengeneza mahusiano, wana value. Na naonaga sana watoto wa kike wanafanikiwa sana kwenye hizi professional settings. Ukimexpose kwenye professional setting na ukamlea vizuri, anaenda faster sana na anafika mpaka kwenye position kubwa. Mtoto wa kiume anaweza tu akapewa position fulani akaridhika hapo, just kusema mimi nianze kuongea nisalimie watu, mimi for what? Kuchekesha na watu, mimi for what? Ni tabia nzuri inakuja inahamu watu mpaka utu uzimani. So understanding kwamba binadamu, human beings are designed to relate to each other, na lazima when you are raising, again nasema raising a kid but raising an adult, umfundishe how do you relate to each other. Hata wale ambao haukubaliani nao, watoto wa kiume wanafundishwa, mtu kama ukubaliana naye mchukie, mtenge, mfanye nini. Ndio maana tunakuwa bullies. Mtu akifanya akipita mtaani umuelewi, watoto wa kiume wanakimbilia kumbully and stuff like that. To girls and women, majority of girls and women, they don't do that. They don't bully people, sababu that's not how wamekuwa designed au wamefundishwa nyumbani ku-communicate. Lakini watu wa kiume tupo very very quick kwenye kumbuli mtu, kumtukana, napita unampigia makelele, unamuita majina na nini hivyo, sababu wamefundishwa kuwa hivyo. But so lazima to build skills za namna ya kurelate na watu, hata wale ambao you do not agree with, but there is a way to keep a healthy distance na huyo mtu, huku ukiwa bado unaendelea kurelate naye katika vitu ambavyo vinamata. Kuna mtu ofisini uelewani naye, ukamtie ngumi au umkazie au ufanye nini, there is a way unaweza kurelate naye very professional bila kucompromise your own values, lakini kurespect their position au kurespect position yako, na maisha yakawa yanasonga vizuri tu. Coming back kwenye hiyo concept, wazazi Tanzania tuna raise watu ambao wanakuja kwa watu wazima wanajitegemea, lakini pia tu binadamu ambaye binadamu tumeumbwa au tumekuwa designed kuhusiana. Lazima tutengeneze skills za watoto wetu wanakuja kwa watu wazima waweze kuhusiana na watu wengine. That's the only way wataweza kuexcel kwenye hii very competitive world. Lazima wajifunze how do you relate to each other na namna gani una manage complex relationships na watu. I think itasaidia.